Naam, habari zenu wapenzi wasikilizaji wa simulizi na MC Masaga. Karibuni tena sehemu ya 3 ya simulizi ya historia ya nchi ya Uganda. Nataka leo uifahamu njia iliyotumika na Waganda katika kuupata uhuru na kuzaliwa upya kwa nchi ya Uganda. Wapenzi wasikilizaji, kabla hatujaendelea, tunapenda kuwashukuru wadhamini wetu wakuu kabisa, Jasiri Mjasiri Film na Masaga Entertainment, yaani Wawili on Set, timu ya wataalamu waliobobea katika kuleta burudani, ubunifu na mafanikio kwenye kila tukio. Je, unatafuta MC mahiri wa harusi yako, send off, kitchen party, bed party, birthday party, graduation, anniversary, seminar, tamasha au hafla yoyote maalum? Usiwe na wasiwasi. Wawili on Set wanakuletea huduma za ushereheshaji wa matukio, uratibu wa hafla, stand up comedy, maigizo na drama, uandishi wa nyimbo, uandishi na uhariri wa makala mbalimbali, upigaji na uhariri wa picha na video, utengenezaji wa maudhui ya mitandao ya kijamii, matangazo ya biashara, uchoraji wa kazi za sanaa, pamoja na huduma mbalimbali za kibunifu. Kwa kifupi, kama ni burudani, sanaa, mawasiliano au tukio lolote linalohitaji ubunifu wa hali ya juu, Wawili on Set ndiyo suluhisho lako. Kwa mawasiliano na bookings, piga simu namba 0757715724 au 0628654625. Wawili on Set, ubunifu wetu ni furaha yako. Wapenzi wasikilizaji, tulipoishia katika sehemu ya pili, Uganda ilikuwa chini ya utawala wa Uingereza kupitia Uganda Protectorate. Reli zilikuwa zimejengwa, shule zilikuwa zimeanzishwa, na kizazi kipya cha wasomi wa Kiafrika kilikuwa kinaanza kujiuliza swali moja muhimu sana. Je, ni lini wa Uganda watajitawala wenyewe? Kadiri miaka ilivyosonga mbele, upepo wa mabadiliko ulianza kuvuma vuvu, si Uganda pekee bali katika bara lote la Afrika. Baada ya vita kuu ya pili ya dunia, mataifa mengi ya Kiafrika yalianza kudai uhuru wao. Watu walikuwa wamechoka kutawaliwa na wageni, walitaka sauti zao zisikike, walitaka kuamua mustakabali wa nchi zao wenyewe. Nchini Uganda, mawazo hayo yalianza kuenea kwa kasi kubwa. Walimu, wafanyakazi, viongozi wa dini na vijana waliohitimu katika shule za kikoloni walijadili mustakabali wa taifa lao. Polepole, vyama vya kisiasa vilianza kuundwa. Miongoni mwa viongozi walioanza kujitokeza alikuwa ni kijana mwenye uwezo mkubwa wa kuzungumza na kushawishi watu, aitwaye Milton Obote. Milton Obote alitoka kaskazini mwa Uganda na alikuwa mmoja wa viongozi waliosisitiza umoja wa taifa jipya lililokuwa linazaliwa. Alikuwa miongoni mwa waanzilishi wa chama cha Uganda People's Congress maarufu kama UPC. Lakini wakati huo huo, kusini mwa Uganda, hasa katika Buganda, kulikuwa na hisia tofauti. Watu wengi wa Buganda walikuwa na hofu kwamba uhuru wa taifa jipya ungeweza kupunguza mamlaka ya ufalme wao. Katika kipindi hicho, Kabaka wa Buganda alikuwa Mutesa wa pili, ambaye alikuwa mjukuu wa Kabaka Mwanga. Mutesa wa pili alikuwa ni kiongozi aliyependwa sana na watu wa Buganda na aliamini kwamba ufalme wake ulipaswa kuhifadhi hadhi na mamlaka yake hata baada ya uhuru. Kwa muda fulani kulikuwa na mvutano mkubwa kuhusu swali moja: Uganda huru itakuwa nchi ya aina gani? Je, itakuwa taifa moja lenye serikali kuu yenye nguvu, au itakuwa muungano unaozipa falme mamlaka makubwa ya kujitawala? Waingereza walitambua kuwa suala hilo lingeweza kusababisha mgogoro mkubwa ikiwa halingeshughulikiwa kwa busara. Hivyo
Mikutano mingi ya kisiasa ilifanyika kati ya viongozi wa Uganda na serikali ya kikoloni. Baada ya majadiliano marefu, mwafaka ulifika. Chama cha UPC, yani Uganda People's Congress, chama cha Milton Obote, kiliingia katika ushirikiano wa kisiasa na chama cha Buganda kilichojulikana kama Kabaka Yeka, maana yake Kabaka pekee. Muungano huo uliwawezesha viongozi wa pande zote kushirikiana kuelekea uhuru. Hatimaye, siku ambayo Wauganda wengi walikuwa wameisubiri kwa hamu kwa miaka mingi ilifika. Tarehe 9 Oktoba 1962. Katika siku hiyo ya kihistoria, bendera ya Uingereza ilishushwa na bendera mpya ya Uganda ikapandishwa. Shangwe zilisikika katika miji na vijiji. Baada ya miongo mingi ya utawala wa kikoloni, Uganda ilikuwa sasa taifa huru. Milton Obote akawa waziri mkuu wa kwanza wa Uganda huru, huku Mutesa wa pili baadaye akachaguliwa kuwa rais wa kwanza wa Uganda. Ingawa nafasi hiyo ilikuwa zaidi ya kiishara kuliko ya kiutendaji. Kwa mara ya kwanza katika historia yake, Uganda ilikuwa na serikali iliyoongozwa na Wauganda wenyewe. Lakini furaha hiyo haikudumu kwa muda mrefu kama wengi walivyotarajia. Kadiri miaka ilivyopita, tofauti za kisiasa kati ya Milton Obote na Mutesa wa pili zilianza kuongezeka. Serikali kuu ilitaka mamlaka zaidi, huku Buganda ikataka kulinda hadhi yake ya kifalme. Mvutano huo ulizidi kuwa mkubwa kila mwaka. Mnamo mwaka 1966, mgogoro ulifikia kilele chake. Milton Obote alimtuhumu Mutesa wa pili na baadhi ya viongozi wengine kwa njama dhidi ya serikali. Wakati huo huo, viongozi wa Buganda walimtuhumu Milton Obote kwa kutaka kuvunja makubaliano ya awali ya uhuru. Hali ya kisiasa ikawa mbaya sana zaidi. Hatimaye, jeshi lililoongozwa na afisa kijana aliyekuwa akipanda kwa kasi katika ngazi za kijeshi, kijana aliyeitwa Idi Amin Dada. Idi Amin Dada akiongoza majeshi ya Milton Obote kuvamia kasri la Kabaka lililokuwa Mengo. Mapigano yalitokea, ndiposa Mutesa wa pili alipofanikiwa kutoroka Uganda na kwenda uhamishoni nchini Uingereza. Kwa mara nyingine tena, historia ya Uganda ilibadilika ghafla. Baada ya tukio hilo, Milton Obote alibadilisha katiba na kuondoa mamlaka makubwa ya falme za kijadi. Hatimaye, falme zote zilifutwa rasmi mnamo mwaka 1967. Buganda, Bunyoro, Toro na Ankole hazikuwa tena na mamlaka ya kisiasa kama zilivyokuwa kwa karne nyingi zilizopita. Uganda sasa ikawa jamhuri yenye serikali kuu yenye nguvu. Lakini pamoja na hayo, changamoto mpya zilikuwa zinaanza kujitokeza. Ndani ya jeshi kulikuwa na migawanyiko, ndani ya siasa kulikuwa na mashindano ya madaraka, na mtu ambaye alikuwa ameongoza mashambulizi dhidi ya kasri la Kabaka alikuwa akijijengea uwezo na nguvu kubwa ndani ya jeshi. Mtu huyo jina lake alikuwa ni Idi Amin Dada. Hakuna aliyefahamu wakati huo kwamba miaka michache baadaye mtu huyo angechukua madaraka ya nchi na kuiongoza Uganda katika moja ya vipindi vya kutisha zaidi katika historia ya Uganda. Hitimisho la sehemu ya 3. Hivyo ndivyo Uganda ilivyopata uhuru wake mnamo tarehe 9 Oktoba 1962. Ndoto ya kujitawala ilitimia, lakini changamoto za kujenga taifa lenye umoja zilianza mara moja. Ushirikiano kati ya Milton Obote na Kabaka Mutesa wa pili uligeuka kuwa mgogoro mkubwa uliobadilisha mfumo mzima wa utawala wa nchi. Na wakati taifa likijaribu kutafuta mwelekeo wake mpya, kivuli cha mwanajeshi mmoja kilikuwa kikizidi kukua. 4. Enzi mapinduzi ya mwaka 1971, kufukuzwa kwa Waasia, hofu, vita na kuanguka kwa mmoja wa watawala wanaojulikana zaidi katika historia ya Afrika Mashariki. Ni mimi msimulizi wako
MC Masaga, King Solomon, mtu wa mali. Asante.